si mbele za hana cha kujisifia, labda angejisifu mbele za wanadamu. Maana maandiko yasema Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema bali kuwa ni deni. Ujira hauhesabiwi kuwa ni neema bali ni deni. Kwa hiyo kama una vijuhudi vyako mwenyewe umevifanya, ambapo unasema Mungu alikuhesabia haki au alikupa kitu fulani kwa sababu ulifanya jambo moja mbili tatu, maana yake wewe na Mungu mmefanya biashara. Ndicho anachokimaanisha kwamba wewe na Mungu uhusiano wako ni wa wafanya biashara, sio wa mtu na mzazi. Sio wa mtu na mzazi. Unasema mimi hii neema nilionayo nimeipata kwa shida sana. Nimeipata kwa shida. Ilinibidi kwanza nijenge kanisa kabla sijajenga kwangu. Mungu akaona moyo wangu, akaniambia mwanangu, ninakupandisha viwango. No. Hiyo ni deni. Hatufanyi hivyo vitu kwa sababu tunahitaji upendeleo kutoka kwa Mungu. Tunafanya hivyo vitu kwa sababu ni jukumu letu. Kwa sababu tunafanya kazi ya baba, kazi ya familia. Ndio maana tunafanya hivyo vitu vyote. Tunatoa vitu kanisani sio kwa sababu tunahitaji upendeleo fulani. Ni kwa sababu ni wajibu wetu kufanya. Ni jukumu letu kufanya. Ndio maana tunatoa. Haleluya. Hao watu wote ambao wanatoa kwa sababu wanataka kufanya mabadilishano na Mungu, wasipopata kile walichokuwa wanakitarajia, wanaacha kusali. Kwa nini? Hata wakipata vile walichokuwa wanakitarajia, wanaacha kusali. Kwa nini? Kwa sababu hawana matumizi tena na Mungu. Kwamba nilitoa kitu fulani ili Mungu aweze kunipa kazi. Nimepata kazi. Mungu ani? Anaondoka zake. Kwa sababu uhusiano wake na Mungu ulijengwa katika misingi ya biashara, sio misingi ya uhusiano. Hiyo muhimu sana. Lazima uelewe msingi wetu unajengwa katika uhusiano kabla ya biashara. Mungu sio machinga. Sio machinga. Kwamba mna mageni na Mungu. Vipi niliyotoa? Hii baraka kiasi gani? Wanasema kuna baraka za 50,000. Kuna baraka ya 50,000 hiyo ndio unashikwa na mkono. Walitoa 15,000 wanapata bahati wanamwagiwa na maji kidogo. Waliotoa bukubuku au wanaambiwa tuko juu juu. Mungu awabariki, tutaonana Jumapili. Wanafanya biashara. Kuna viwango vya hela. Kuna viwango vya kuonana na mtumishi. Kuna mtu akitoa kiwango fulani huyo anakuja kutangazwa hadi mbele. Huyo ametoa sana. Bwana Mwakibona, Mungu akubariki sana kwa ulichokifanya. Mwakibona amekaa mbele ndio anaweka suti vizuri. Anaweka suti vizuri. Huo uhusiano wa muundo ni biashara. Hiyo ni biashara. Actually hapo hakuna Mungu. Hicho ni kikundi cha kikoba. Ni kikundi cha kikoba. Huyo mwana Mwakibona ana hisa kubwa kuliko wenzie. Nilipokuja kwenye mgao, yeye ana mgao mkubwa. Hicho ni kikoba. Yaani ukiona eneo kama hilo, umeanza drama tu kama hizo, funga Biblia yako, angalia mlango wa kutokea, ondoka. Jua hapa ni biashara. Hamna kitu. Haleluya. Jua hapa ni biashara, hamna chochote. Hamna chochote. Kwa hiyo anasema huyu hana la kujisifu. Anasema mtu ambaye amefanya kazi, yule anahesabiwa, anapewa ujira. Ujira maana yake ni wage. Nini? Malipo ya mtu kwa kufanya kazi. Kama kibarua vile akifanya kazi, si anapewa mshahara wake. Anapewa hela yake hiyo. Kwa baba tulikuwa tunajenga sehemu, tulikuwa tunasaidia mafundi, jioni imefika, shingapi tumekubaliana 15,000. Jioni imepewa 15,000, sianzi kusema kwamba hii ni neema. Sio neema. Hii sio neema, nimebeba tofali. Hii ni ujira wangu na asiponipa tutaulizana, "Ninakwaje? Mbona nimebeba tofali alafu hujanipa hela?" Nauliza, si ndio? Mtadai. Kwa nini? Kwa sababu nimefanya kazi, tumefanya mabadilisho. Kwa anasema hiyo haiwezi kuhesabiwa kama ni neema bali ni ujira.
ni ujira. Lakini sisi na Mungu hatuendi kwa muundo huo. Hauendi kupewa malipo kwa Mungu. Kwa hiyo ukasema hii ni neema yangu wakati umeifanyia kazi. Kama ulifanyia kazi ili upewe mshahara, hiyo sio neema. Ni malipo uliopewa kwa kazi uliyofanya. Na wewe na Mungu mnakuwa mmemalizana. Yaani unajua ukienda mbele za Mungu ukasema kwamba mimi nafanya kitu ili nipate malipo. Yale malipo yako ndio mmemalizana. Ndio mnakuwa mmemalizana. Lakini sisi hatutarajii malipo ya aina hiyo. Kwa sababu tunajua tunataji kwa kazi tunazofanya. Tunafanya kazi ya familia. Kazi ya familia ufanye ili upate chochote. Unafanya kwa sababu ili kazi ya familia iende. Kila kitu katika familia kila saa. Haleluya. Unafanya ili kila kitu kila saa. Kwa hiyo tunapofanya mbele za Mungu, unapofanya yani chochote unachofanya mbele za Mungu, saizi mtazamo wako uwe kwamba ninafanya kazi ya Baba. Sifanyi ili tuweze kulipana na Mungu. Nafanya kazi ya Baba. Nafanya kwa upendo kwa ajili ya familia. Tunahitaji familia ya Mungu ikue. Tunatoa kazi ya hela ili watu waende wakahubiri Injili. Watu wengi zaidi waweze kuja katika familia ya Baba. Yaani huo ndio unatakiwa uwe mtazamo wako. Sio kwamba unaanza kumwangalia Mungu eti niwe na kitu cha kumdai Mungu. Fanya uwe na kitu cha kumdai Mungu. Angalia Ezekia, alikuwa na kitu cha kumdai Mungu. Akageukia Yerusalemu. Mungu kumbuka, umelipwa mshahara wako. Unalipwa mshahara wako na unakuwa unaishia pale. Haleluya. Unakuwa umelipwa mshahara wako na inakuwa imeishia hapa. Lakini sisi hatufanyi ili tuwe na kitu cha kumdai Mungu. The matter of fact, una chochote unachoweza kumdai Mungu. Kuna chochote unachoweza kumdai Mungu. Kwa hiyo tunatoa mbele za Mungu. Tunatoa kwa imani kabisa. Tunatoa kwa imani kabisa kwamba tukiifanya kazi ya familia iweze kusonga mbele. Chochote unachofanya kwa Mungu, hiyo muda wako, hela zako, rasilimali zako, chochote kile unatoa ili familia isonge mbele. Jukumu tulilo nalo lisonge mbele. Lisonge mbele. Mtu anasema sasa nina faida gani kwa matoleo yangu ninayotoa? Faida yako wewe ni kuona ile hela yako imefanya kile ulichokikusudia. Watu wengi wamekuja kwa Kristo. Anasema kama ninatoa ili nisipate chochote, mimi na faida gani kutoa? Na faida gani kutoa? Faida yako ni kwamba ile imefanya lile lilokusudiwa. Watu wamehubiriwa Injili, wameamini. Watu wamehubiriwa Injili, wameamini. Nimetoa, tumenunua speaker. Faida yangu nini sasa? Maana nilijua mimi nanunua speaker ili Mungu anijengee nyumba. No, tazamo mwovu kabisa. Faida yangu nini? Faida yako watu wanasikia kwa kutumia hizi speaker hivi tunachokihubiri. Wanaokoka, wanabadilika. Hiyo ndio faida yako na ndicho unachotakiwa ujivunie. Kwamba kwa kutoa speaker watu wanahubiriwa Injili. Naambia Baba asante. Speaker ndio watu wanasikia watu wanahubiriwa Injili. Wewe ndio wanakuja kwako. Hiyo ndio faida yako wewe. Haleluya. Amen. Hiyo ndio faida yako wewe. Nasema kama kutoa kwenyewe hakuna manufaa yoyote, hatubadilishani chochote. Na watu wengi wanatoa makanisani kwa sababu wanajua kuna mabadilishano. Lakini the moment utakapowaambia kwamba hakuna mabadilishano yoyote unayofanya na Mungu, wanaacha. Kwa nini? Kwa sababu mtazamo wao ulikuwa kufanya biashara na huyo Mungu, sio mahusiano. Haleluya. Amen. Lakini lazima utoke katika huo mtazamo. Huo ni mtazamo ya kitorati ya kufanya mabadilishano na Mungu. Ni mitazamo miovu kabisa ambayo haipo hata katika Biblia. Petro anamwambia yule jamaa Simon, pesa yako ipotelee mbali pamoja na yangu, tuletee wazimu. Pesa yako ipotelee mbali. Nani amekwambia karama ya Mungu inanunuliwa? Karama ya Mungu inanunuliwa. Ni bure. Ni neema ya Mungu, haufanyi kazi yote. Huna cha kutimiza. Sasa wanangu, kuna nakusudia kumwachia mtu hiki nilicho nacho, lakini itategemea na namna huyo mtu atakapojinyenyekeza kwangu. Itategemea na atakapojinyenyekeza ili nimwachie nilicho nacho. Nataka nimwachie mafuta mtu mmoja, lakini taangalia unyenyekevu wa mtu. Za kutana mtu mwingine anasema, unajua yule fulani yule ilikuwa nimwachie mafuta yangu lakini hakuwa mnyenyekevu. Baki na mafuta yako. Mafuta gani haya?
Karama ya Mungu haitolewi kwa mtu kunanilia. Ni bure. Sio kwa mtu kwa kutoa kitu. Watu unajua wanalipia. Kuna watu wanalipia hela eti wanajifunza kuwa nani? Wasema chuo cha manabii. Chuo cha manabii wanafundisha kuwa nabii. Na wanalipa na hela. Ukitaka kuwa nabii, njoo katika chuo chetu. Wanafundisha nini? Ambapo watu wanalipia ada ili aweze kufundishwa kuwa nabii. Atoke akafanya huduma ya kinabii. Karama ya Mungu. Karama ya Mungu unaenda kufundishwa ili uipate. Tunakufundisha kanisani hapa. Katika ibada. Karama zinafanyaje kazi? The matter of fact, kila muamini ana karama zote. Sana sana tutakachofundisha sisi namna gani inafanya kazi uweze kutambua na kuifanyia kazi. Haiji kwa hela. Kwamba babako umpe hela ili akuachie mafuta aliyonayo. Baki na mafuta yake. Baki nayo. Na watu wanajinyenyekeza na wamekuwa mazombi kwa kusubiri waweze kupata hayo mafuta. Yaani wamekuwa mazombi kabisa. Wewe mwana mtu unamwona huyu ni zombi au nini? Shida nini? Anasubiri apate nani? Mafuta. Subiri apate mafuta muda wote tu baba. Baba. Hata nyumbani kwake aendi. Yuko busy tu na baba. 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 Labda mwingine anaanza kuwaza, baba hauna kazi yote hapo. Mimi anasema anajinyenyekeza nipate karama. Huo ni ujinga. Haleluya. Ya huo ni ujinga. Hauna kazi yote hapa. Basi akirudi basi anawaambia wenzake, nilikuwa busy siku 3, nilikuwa kwa baba kule, nilikuwa nafanya shughuli. Kubadilisha na sauti. Anajiona tayari na yeye ana upako huo ndio huyo baba. Ana upako wa baba. Maisha ni magumu sana. Dini inakufanya uwe na maisha magumu sana. Sana kwa sababu inatoa uwezo wako wa kuweza kutumia akili. Kabisa niamini mimi. Ukijiingiza katika dini, akili unafungia kwenye kindoo nyumbani, unaenda na kichwa chako tu kanisani. Akili iko nyumbani. Ukirudi nyumbani ndio unafungua kwenye kindoo unairudisha tena. Wale watu hawatumii sense kabisa. Wanashangaa watu nini? Ni dini imewatengeneza watu wao wa muundo huo. Kwa sababu wanafikiri hivyo vitu ndivyo vinavyopatikana kwa Mungu. No, uhusiano wako na Mungu ni wa baba na mtoto. Ni wa baba na mtoto. Usiwe mtumwa wa mtu ili uweze kupata kitu cha kimungu. Kwani watumwa wa Kristo. Haleluya. Kwani watumwa wa Kristo. Mtumikieni Kristo. Fanyeni kwa ajili ya Kristo. Na ndio maana hao watu wamekuwa ni masanamu. Wanawazuilia watu wasimuone Kristo kabisa. Wanawaona watumishi wao. Wanaona watumishi wao. Hawamuoni Kristo. Kwa nini? Ndicho wanachohitaji wale watu. Wanatengeneza ufalme wao wenyewe. Haleluya. Amen. Yeah. Mstari wa 5 anasema hivi, lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Huyu mtu hajafanya kazi, anamwamini yeye amhesabiaye haki, asiyekuwa mtauwa. Asiyekuwa mtauwa maana yake muovu. Yaani huyu Mungu anawahesabia haki waovu. Anawahesabia haki waovu. Maana yake wale ambao wanaonekana hawastahili, lakini akiamini Mungu anamhesabia haki. Mungu amhesabia haki mtu kwa sababu amekuwa mtakatifu. Anamhesabia mtu haki kwa sababu ameamini. Ameamua kuamini katika kile Kristo alichokifanya. Unahesabiwa haki mbele za Mungu. Haleluya. Kwa sababu mtu ameamua kuamini. Mungu anawahesabia haki wale wasiokuwa watauwa. Anazungumzia wale walioenda ambao wanaona hawastahili. Anasema, Bwana, mimi sio kama huyu mtoza ushuru. Mtoza ushuru amekaa zake tu kule nyuma ametulia, jamaa anamnyoshia kidole. Bwana, angalia mimi sio kama mtoza ushuru, mimi natoa zaka. Nafunga mara 3. Ndio watu wa dini wako hivi. Hadi sauti wanabadilisha. Wakimwangalia mtu yote yule wanamwangalia. Mimi jamaa katakuwa kazinzi, ndio maana kanapitia kwenye changamoto. Ni watu wa dini wako hivi. Wanajiona wao ni watakatifu, watu wengine wote wao. Wao watakatifu, wengine wote wao. Lakini Mungu
anamhesabia haki mtu asiyekuwa mtauwa ambaye ameamini. Ambaye ameamini. Kigezo cha kuhesabiwa haki mbele za Mungu ni imani na sio juhudi zako binafsi. Tembea kama zombi umefunga mikono hivi. Lakini usipoamini huwezi kuhesabiwa haki. Usipoamini huwezi kuhesabiwa haki. Kuna watu wana huu mwenendo kama mwenendo wanaosema ni mwenendo mzuri kuliko mtu yeyote yule. Wale hata wakimkanyaga sisimizi kwa bahati mbaya, analia, nimefanya uuaji. Anamwonea huruma sisimizi. Kwanza hii mambo yasiwe mengi ili asije akatamani hata wanawake sijui nini, anaondoa na uwezo kabisa wa kuwa mzazi. Anasema mimi nitakaa tu hekaluni. You know. Hana mpango na mwanamke, anatamani mwanamke, mtu atamani chochote, hana issue yoyote. Lakini yule akifa pasipo kuamini anaenda kuzimu. Mwenendo wake msaidie chochote. Hajawahi kumtukana mtu, hajawahi kumsengenya, hajawahi kufanya chochote, hajawahi kuchukua cha mtu, hajawahi kuiba. Lakini akifa pasipo kuamini anaenda kuzimu. Haleluya. Kwa hiyo game changer ni imani. Imani katika Kristo. Lazima imani katika Kristo. Kama tunaanza kuangalia muda na nusu saa tena hapa baada ya tulitumia. Msiangalie muda kabisa. Kwa hiyo tusichingini akili zenu. Tutaenda hadi saa 10:30. Haleluya. Tutaenda hadi saa 10:30. Sijali wapendwa. Leo tunamaliza kabisa. Baada ya hapo mkitoka mnaenda kwa watumishi wazuri kabisa, mnalifahamu neno la Mungu. Haleluya. Tunataka muwe huru. Mtoke katika utumwa wa dini. Mtoke katika utumwa wa dini. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuzifungua fahamu zenu. Pochi la mwanamke ukilifungua kwenye daladala. Kwanza mimi siku hizi hata siwapokeaje wengi, kuna nini nikaa kwenye siti hapo akanipa pochi lake sipokee. Sababu ukilipokea ile pochi lizito, lina machupa matatu ya maji, umetoka kuchukua. Lina vichupa vidogo vya mafuta, hii sijui yana bigani, sijui yana bigani. Lina kitabu la nabii. Lina mambo kibao. Ukipokea ile pochi nzito, usina wewe pochi mbona nzito hivi? Hawataka kukaa kusikiliza neno, wanaenda kuchukua mafuta na maji. Wanakunywa. Kuna kipindi nilikuwa mjinga sana. Nilichukua mafuta nikayatumia, sasa nikawa sina nauli ya kwenda tena kwa yule nabii kuchukua mafuta mengine. Nikawa mbali kidogo, nikachukua mafuta ya alizeti nikajazia mle. Ili ule upako usipotee ubaki kwenye kale kachupa kingine, kwa sababu sio na upako twingine tulikuwepo kwa chini. Kwa hiyo ukijazilizia upako na bomba umejaa tena mpaka juu. Nilikuwa mjinga sana. Ndio nataka watu mtoke katika huo ujinga. Mtoke katika huo ujinga. Unapaka unaona baadaye matokeo hamna, unakunywa. Unakunywa na baadaye matokeo hamna. Ni utumwa wa dini. Kwa hiyo lazima muelewe hivi vitu ili muwe huru. Haleluya. Lazima muelewe muwe huru. Nagombania kushika screen. Nabii anaongea. Unatafuta namna ya kugusanisha mkono wako na mkono wa yeye kwenye screen. Jamani. Huu ni utumwa wa fikra. Utumwa wa fikra ambao lazima mtoke huko. Yaani kusema ukweli lazima kwa vichupa viondoke. Vichupa vya mafuta lazima viondoke. Ni sanamu, hizo ni sanamu. Vichupa vya maji vinaondoka. Chumvi sijui nini zinaondoka. Lazima ziondoke. Lazima umuone Kristo. Hivyo vinakuzuilia kumuona Kristo. Lazima umuone Kristo, lazima ujue namna ya kuhusiana naye. Haleluya. Lazima ujue namna ya kuhusiana naye. Yaani hivyo lazima viondoke. Lazima viondoke. Picha ya nabii wako na nayo pale. Hata hao wanaume wana wavumilivu. Mke wangu anaona picha ya nabii ndo. Kweli wanaume ni wavumilivu sana sometimes. Kwa sababu wanawake ndio wahanga wakubwa haya mama.
Unaona na picha za manabii. Ameweka katikati ya notebook yake. Anatembea nayo, anaenda nayo kazini, picha ya nabii. Wewe una picha ya Danieli akagua notebook picha ya nabii. Mungu atusaidie. Sasa baba, mchungaji hana hekima. Mchungaji hana hekima. Kani amempiga vibao mke wake. Lakini mambo yanatia hasira. Mtu anatembea na picha ya mwanamke mwingine. Kwa nini utembea na picha ya mwanamke mwingine? Ndio maana tunataka kuondoa hivi vitu ili Kristo muone Kristo. Haleluya. Amen. Ya muone Kristo, utoke katika huo utumwa wa kuhangaika na mapicha ya watu wengine. Weka na picha za watu wengine. Na wale jamaa wanajisikia fahari sana. Nasikia baba, ajali ilitaka kutokea. Nikakumbuka nina picha yako. Nikaichomoa ile picha. Nikasema Mungu wa babangu niokoe. Ajali tukapona kutoka kwenye ajali. I say ni vitu vya ajabu sana. Haleluya. Amen. Yeah. Wanasema kama vile Daudi aonavyo uheri wake mtu yule ambaye Mungu amhesabia haki, amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Daudi anasema uheri mtu yule ambaye Mungu atamhesabia haki pasipo matendo. Ana heri mtu huyo. Ana heri mtu huyo. Waebrania sura ya 7. Waebrania sura ya 7. Anzia mstari wa 3. Waebrania sura ya 7 kuanzia mstari wa 3. Nasema hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake. Wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuhani milele. Amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu kuhani milele. Anazungumzia kuhusu ukuhani wa Melkizedeki. Anazungumzia kuhusu Melkizedeki. Hana baba, hana mwana. Hizo ni lugha za mfano ambazo anamuelezea Yesu Kristo. Melkizedeki kama Melkizedeki alikuwa na baba, alikuwa na baba, alikuwa na mama. Huyo alikuwa ni mfalme wa, anasema mfalme wa Salemu. Salemu ni jina la zamani la Yerusalemu. Kwa hiyo alikuwa ni mfalme katika mwili ambaye alikuwa anafahamika. Ila ametumia hiyo kumuelezea akiwa kama kivuli cha nani? Cha Yesu Kristo. Anasema basi angalieni jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Na katika wana wa Lawi nao, wanaona hapa yuko kwenye sehemu ya 10 ya nyara Ibrahimu alimpa Melkizedeki. Watu wanatumia kufundisha fungu la 10. Wanatumia kufundisha fungu la 10 hapa. Kwamba wanatoa sema hatutoi kama Torati, lakini tunatoa kama Melkizedeki. Tunatoa kama Ibrahimu kwa Melkizedeki. Ibrahimu kwa Melkizedeki. Ibrahimu kwa Melkizedeki alitoa nini? Alitoa nyara. Nyara za vita. Maana wewe kama unataka kutoa kama Ibrahimu, uende ukapigane vita sehemu. Ukateke nyara vitu vyao. 10% njoo utoe fungu la 10. Si unataka kutoa kama Melkizedeki? Kama Ibrahimu kwa Melkizedeki. Kwa yule alitoa nyara, lakini pia hakutoa katika vitu vyake. Kasome kama utaona kuna sehemu yote Ibrahimu alitoa sehemu ya 10 ya mali zake. Mtu mwingine ambaye aliahidi na yeye aliahidi uongo wa kutoa ni Yakobo. Yakobo alisema Mungu Yakobo. Ndio maana jina lake Yakobo maana yake mlaghai. Hakutoa. Yakobo ni mlaghai maana. Hakutoa. Aliahidi ukinifanikisha katika safari yangu hii, nikarudi salama. Hakika nitakutolea fungu la 10 kwenye mali zote. Alitoa, hakutoa. Sana aliweka makundi vile vya mali zake ili Esau akija amuonge, Esau asimuue. Esau naye akakataa, akambia wewe kana vitu vyako, mimi na vitu vyangu vya kuzidi. Hata hiyo fungu la 10 hakutoa. Sababu ni mlaghai. Haleluya. Kwa hiyo ile fungu la 10
La Ibrahimu kwa Melkizedeki sio mfano wao kutoa, kwa sababu hili lilikuwa la nyara. Na hata huyu Melkizedeki hakuomba kwamba Ibrahimu unatakiwa utoe fungu la 10, lakini ulikuwa ni mfumo katika jamii wakati wa Ibrahimu, namna wanahusiana na tuseme na miungu au na watu wakuu, kwamba unatoa sehemu ya vitu ambavyo umevipata. Ni yeye Ibrahimu ndiye aliamua, hakuna mtu ambaye alilazimisha au Melkizedeki kwamba alisema Ibrahimu usipotoa utapigwa vita nyingine. Hakukuwa na kitu kama hicho. Haleluya. Kwa hiyo hii hapa tumeiondoa, usije ukatumia kama mfano kwamba mbona hii ilikuwa kabla ya Torati ya Ibrahimu. Ni Ibrahimu ndiye alikuwa ameamua kutoa hiyo sehemu, sio kwa sheria, sio kwa kuombwa, na alitoa mara moja, hajawahi kutoa tena katika maisha yake. Alitoa mara moja tu. Soma Biblia. Na katika wana wa Lawi nao wale waupatao ukuhani wana amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu. Bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile ahadi. Wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10, bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Tutapata muda mwingine wa kuja kuelezea, kwa sababu nataka niende moja kwa moja kwa ninachotaka kukielezea. Tuendelee mstari wa 11. Anasema basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi, kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi, ukuhani wa Lawi, ukuhani wa Haruni. Haruni anatoka katika kabila la Lawi. Wao ndio walikuwa wamechaguliwa kama makuhani. Anasema kama kulikuwa kuna ukamilifu katika hao ukuhani wa Lawi, maana watu wale waliipata sheria kwa huo, waliipata sheria kwa huo ukuhani wa Lawi wa kina Haruni. Kulikuwa na haja gani tena kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkizedeki, wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Torati kama Torati ilikuwa chini ya ukuhani wa Lawi, ilikuwa chini ya ukuhani wa Lawi. Maana watu walikuwa wanapokea vitu wanavipeleka kwa Walawi. Hao ndio walikuwa wanaoongoza zile ibada za nini za Torati zote hekaluni. Walawi kumwaga damu, kufanya nini, kunyunyiza damu, walikuwa wananyunyiza nani? Kuhani mkuu, ambaye naye lazima awe ametoka katika kabila la Lawi. Kwa hiyo anachokiuliza hapa mwandishi wa Ibrania, kama kulikuwa kuna utimilifu katika hili, kama kulikuwa kuna ukamilifu, kama kulikuwa hakuna shida yote na Torati, kwa nini ainuke kuhani mwingine? Anamuelezea hapa ni nani? Ni Yesu Kristo. Amekuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Kwa hiyo anasema kwa nini aliinuka kuhani mwingine aliye tofauti na Walawi? Kwa nini ainuke kuhani mwingine? Kwa sababu Torati ilikuwa hakuna ukamilifu. Angalia hapa mbele anaendelea kusema, anasema hivi, maana ukuhani ule ukibadilika hapana budi sheria nayo ibadilike. Ukuhani ukibadilika hapana budi sheria ibadilike. Ukuhani wa Haruni ulishaharibiwa, ulibadilika. Yesu Kristo sio Mlawi, hakutoka kabila la Lawi, na ukuhani wa Haruni uliharibiwa. Kwa sababu nasema kama ukuhani uliharibiwa, lazima sheria ibadilike, lazima sheria ibadilike. Kwa hiyo kama unatoa fungu la 10 unatoa kwa kuhani yupi? Kwa kuhani yupi? Yesu Kristo hapokei zaka, kwa sababu zaka ilikuwa ya ukuhani wa Lawi. Yesu Kristo huyu ni kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, ametoka Yuda. Yuda hawajawahi kutajwa na Musa ambaye ndio aliagiza zaka kama watakuwa wanapokea zaka. Wewe unaipeleka kwa nani? Tena huyu unayempelekea wewe hata hayupo hata kwenye makabila ya Israeli. Yes, sijui Mchaga, peleka zaka kwa Mchaga. Angalia hapa anasema hivi, maana yeye aliyenenwa
hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine, ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahu. Huyu Yesu ametoka Yuda, hakukuwa na mtu wa Yuda aliyewahi kuhudumia madhabahu. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu Yesu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Hajawahi kunena jambo lolote kuhusu mambo ya ukuhani, kwamba Yuda watahusika na ukuhani. Tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki, asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Sasa huyu amekuja kuhani mwingine ambaye yeye hapokei vitu vya Torati na ni kuhani milele. Wewe unatoa hivyo vitu kwa nani? Huyu ni kuhani milele, hapokei. Kwa hiyo hao watu wanaokusanya hizi zaka lazima muulize wanapokea kama kwa sheria ipi? Kwa sababu kama kuna kubatiliwa kwa ile sheria, kwa kuhani, lazima sheria ibadilike. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Anasema kuna kubatiliwa kwa sababu ya nini? Ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Haikufaa lolote. Mstari wa 19 anasema kwa maana ile sheria haikukamilisha neno. Haikufanya nini? Haikukamilisha neno, haikufaa lolote, haikuwa na chochote. Na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo tunamkaribia Mungu. Kwamba yaliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo ni Yesu Kristo. Imani katika Kristo, ambayo kwa hiyo tunamkaribia nani? Mungu. Kwa hiyo tunamkaribia Mungu. Kwa hiyo lazima utoke kwenye hivyo visanamu, utoke kwenye hizo Torati, kwenye juhudi zako binafsi. Utoke katika juhudi zako binafsi. Haleluya. Amen. Yeah. Lazima utoke katika juhudi zako binafsi. Angalia Wakorintho wa pili sura ya 3. Vumilieni jamani, zimebaki dakika chache. Tutamaliza sasa hivi. Haleluya. Yeah, zimebaki dakika chache. Tutamaliza sasa hivi, lakini ongeleni pia kwa kuendelea kujifunza, maana inahitaji nguvu, inahitaji kuhusisha akili. Lakini Mungu ni mwaminifu. Juhudi zenu sio bure. Haleluya. Yeah, juhudi zenu sio bure. Wakorintho wa pili sura ya 3. Kuanzia mstari wa 4. Kuanzia mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 3, kuanzia mstari wa 4. Anasema hivi: na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Si kwamba tutatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Huyu ni Paulo. Anasema Mungu ametosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko. Ili andiko ni Torati. Si wa andiko, bali wa Roho. Kwa maana andiko huua, bali Roho huisha. Mkutana na wale watu ukiwa unawaambia neno linasema hivi, wanasema andiko huua, Roho huisha. Muombe Roho Mtakatifu akufunulie. Hawaelewi kinachoongelewa. Anazungumza kuhusu kwamba andiko huua, Torati inaua, lakini Roho inahuisha. Torati inaua, Roho inahuisha. Anasema basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, huduma ya nini? Ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, Torati. Anazungumza kuhusu amri 10. Si ndio ziliandikwa na kuchorwa katika mawe? Kwa nini anasema zilikuwa zimeandikwa kwa muundo wa mauti? Ni kwa sababu ya namna ambavyo Musa aliziandika. Musa alipewa imani. Alipewa neno la imani. Lakini namna alivyolipeleka kwa wale watu, alilipeleka kwa muundo wa sheria kama mauti. Kwa sababu pale kilichokuwa nini kinachotokea kuzungumzwa? Kwamba watu waamini Mungu na wawe na uhusiano sawa, mwenendo unaofaa, si ndio?
Lakini anasema hii ilikuwa ni huduma ya mauti kwao, kwa sababu haikupelekwa kwa muundo wa imani. Mungu alihitaji wale watu wahubiriwe imani. Alihitaji wahubiriwe imani. Kwa hiyo anasema hii ni huduma ya mauti. Basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Musa alipokuwa ametoka kule mlimani, alikuwa anang'aa, alikuwa na mng'ao fulani ambao watu walikuwa wanamuogopa, ndio kumwangalia, sema imekuwaje? Sema uso wa Musa unang'aa hatari kama nuru ya jua. Musa anakuja kwa wana wa Israeli, anawatisha. Ambao anasema lakini ile ilikuwa inabatilika, ilikuwa ni ya muda tu. Wale watu walikuwa wajui kwamba hii issue inapotea. Kwa hiyo walikuwa wanajua Musa ni hatari. Walikuwa wajua haidumu, lakini walikuwa waelewe. Musa alipokuwa mjanja akawa anajifunga ile inasema nini? Utaji, veil. Anajifunga veil kwamba nimefunga ili msije mkaona nani utukufu wa Mungu. Kumbe haupo. Musa alikuwa mjanja. Haupo. Lakini anajifunga na kuenda kwa watu. Wakimwangalia, nimejifunga ili msione utukufu wa Mungu. Msione utukufu wa Mungu. Veil. Sasa angalia kipi Paulo anachokisema. Kile Musa alichokuwa anafanya. Nini ilikuwa maana yake? Anasema, je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu? Huduma ya roho maana yake sasa tulioamini katika Kristo haitakuwa na utukufu zaidi ya ile ya Musa. Kama huduma ya Musa ndio ilikuwa ni huduma ya mauti na ilikuwa ina utukufu, ilikuwa ina ule mng'ao. Je, hii sisi tulionao katika huduma ya roho? Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu, huduma ya adhabu Torati ilikuwa na utukufu, siuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Huduma ya haki, imani katika Kristo, ina utukufu unaozidi. Maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika ilikuwa na utukufu zaidi sana, ile ikaayo ina utukufu. Ile inayobatilika ilikuwa na utukufu unaopotea, ile ya Musa. Basi kwa kuwa mna taraja la namna hii, twatumai ujasiri mwingi, na si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Umeona Musa? Alikuwa anatia utaji ili kwamba wana wa Israeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa inabatilika, kwamba wangeona Musa mbona imepotea? Heshima ingepotea. Kwa hiyo alitia utaji ili wasitazame, wasijue, wasishtuke. Kwa hiyo walikuwa wanajua muda wote mna utukufu mle, jamaa sifungue kile kitambaa. Utaji. Kuna utukufu. Ila fikra zao zilitiwa uzito. Ndio maana ya Musa kuvaa ile veil. Maana yake alikuwa anaonyesha kwamba watu fikra zao zimetiwa nini? Uzito. Ni watu wasioamini. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo wakaa, yaani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Hata leo lisomwapo Agano la Kale, utaji unafanyaje? Unakaa. Utaji ambao tunaomba hapa muda wote, utaji uondoke. Utaji ni kutoona sawa sawa, kutoelewa neno la Mungu, upofu wa kuona neno la Mungu. Tunakuhubiria neno la Mungu, nasema lakini mbona hapa sijui nisema hivi. Tunakuhubiria unasema kuna utaji umekalia watu. Ambao anasema hata leo usoma hapa Agano la Kale. Akisema Agano la Kale maana yake ni Torati. Anazungumza kuhusu Torati. Agano la Kale ni Torati. Kwamba hata leo hii ukisoma Torati, utaji unawakalia watu. Kwa hiyo ukitaka watu waendelee kuwa mazomi, soma Torati. Utaji unaendelea kukaa. Lakini anasema huo utaji unaondoka katika Kristo. Haleluya. Utaji unaondoka katika Kristo. As long as utaendelea kukaa katika Torati, utaendelea kuwa na utaji ambao hautaishi. Unashangaa watu mbona hawaelewi? Wana utaji. Unashangaa mtu mbona kwa nini anamwelekeza hivi hataelewi? Utaji umekaa. Kwa hiyo tunaomba kwa ajili ya hao watu utaji uweze kuachia, waweze kuanza kuliona neno la Mungu. Unashangaa kitu kile mtu mwingine ukimwelezea kidogo tu anakuwa ameshaelewa. Lakini mwingine haelewi. Unamwelekeza elewi, anakutukana kwa matusi kweli. Hatumlaumu, tunajua huyu mtu ana utaji. Tunachofanya nini? Tunaendelea
kuomba. Tuendelea kuomba. Siku nyingine mtu anakuja anasema, asili bwana sielewi kabisa. Baadaye nikaanza kuelewa. Kwa nini utaji uliondoka? Alianza kumuona Kristo. Lakini mwanzoni kulikuwa kuna utaji ambao umekaa hapa. As long as utaendelea kushikilia baadhi ya vitu vya dini, utaji kuondoka utakuwa ngumu. Lazima kwanza ukubali utaji ufanye nini? Uondoke. Umuone Kristo. Utaanza kufurahia tunachokifundisha. Watu wengine wanatukasirikia kabisa, wafurahi tunapofundisha. Kwa nini? Kwa sababu ya utaji. Haleluya.